Watoto, hello. Hello children. Hello children. Leo nataka tuseme, nikisema me. Nikisema unasema Jesus is my shepherd. Hebu sema. Nataka useme Jesus is my shepherd. Na nikisema Jesus is my shepherd utasema aje? Haya, tuanze. Me. Jesus is my shepherd. Very good. Nyinyi ni wanafunzi wazuri. Niko na hadithi yenu. Hadithi yangu inawahusu watu watatu. Watu wangapi? Kuna wale wanapiga kelele hawasikii. Hadithi yangu iko na watu watatu. Mtu wa kwanza anaitwa Philemon. Ati anaitwa nani? Na kabla sijawaambia story yangu, wacha niulize pale nyumbani, nani yule mama hawezi tuma kwa kibeti yake? Yaani mama hawezi kutuma kwa kibeti yake? Nani wale ambao mama anaweza kukutuma kwa kibeti yake umletee chochote? Very good. Kwa hivyo nyote mnaweza tumwa kwa kibeti ya mama mlete kama ni pesa ama chochote, si ni kweli? Sasa hadithi yangu inahusu mzee mmoja alikuwa anaitwa Philemon. Alikuwa anaitwa nani? Huyu mzee alikuwa anaitwa nani? Philemon alikuwa ni mzee tajiri sana. Alikuwa ni mzee, na wakati huo watu matajiri walikuwa na watumishi wao, walikuwa na wafanyikazi. Si mnajua vile matajiri wanakuwa? So huyu mzee alikuwa na wafanyikazi wengi tu, lakini kuna mmoja ambaye alikuwa anampenda. Alikuwa anaitwa Onesimo. Alikuwa anaitwa nani? Sasa Onesimo ndiye alikuwa trusted kabisa, anatumwa, enda ulete kitu fulani, enda ufanye kitu fulani kwa niaba ya yule tajiri yake ambaye alikuwa anaitwa nani? Tajiri yake alikuwa anaitwa nani? Sasa katika ile harakati, wakati mmoja yule Onesimo akaenda akamkosea tajiri yake, akaiba. Akafanya nini? Mara nyingi ukiiba unafanya nini? Unatoroka, si ndio? So huyu kijana akatoroka, alikuwa anaitwa Onesimo, akatoroka akaenda mbali. Lakini siku na ile methali inasema mkono wa serikali ni mrefu. So mkono wa serikali ambao ni mrefu ukampata mahali alikuwa ametorokea. Hata wewe ukitoroka lazima utashikwa tu, sawa sawa. Sasa akatoroka akaenda, lakini akashikwa. Aliposhikwa, mtu akishikwa anafanywa nini? Anapelekwa wapi? Anapelekwa jela. Very good. Nyinyi wanafunzi wazuri. Kwa hivyo yule kijana akapelekwa jela. Alipopelekwa jela akapatana na mzee mwingine pale. Huyu mzee alikuwa anaitwa Paulo. Alikuwa anaitwa nani? Sasa wakakaa pale. Unajua mkiwa kwa jela mmefungiwa kwa karumu hivi. Paulo alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa amemjua Mungu. Ndio yule Paulo, yule mwenye alikuwa anaitwa Sauli hapo kitambo. Sawa sawa? Mnakumbuka hiyo story ya Sauli? Sasa alikuwa amebadilika, alikuwa amekuwa mzuri. Sasa wakapatana na Onesimo. Walipopatana pale, unajua huwa wanaulizana, wewe ulifanya nini? Mbona uko hapa? Nini? Mambo kama hayo. Paulo akamweleza, mimi nimefungwa hapa kwa sababu nilikuwa ninahubiri, nilikuwa mtu mzuri, lakini wakanishika, wakanileta hapa. Alafu akamuuliza, na wewe je? Akamwambia, mimi nilikuwa nafanyia tajiri mwingine kazi, anaitwa Philemon, alafu nikamwibia, ndio nikaletwa hapa. Akamuuliza, yule Philemon rafiki yangu? Akamwambia, sasa huyo ni rafiki yangu. So akawa anamfundisha mambo kuhusiana na Ukristo, mambo na kuhusiana na Yesu na mambo kama hayo. Mwisho wa siku yule kijana akabadilika, na siku zake za kutoka jela zikawa zimefika. Zikawa zimefanya nini? Kwa hivyo Paulo akakaa chini, akaandika barua. Akaandikia nani? Yule rafiki yake anaitwa nani? Philemon. Akamwambia, huyu kijana saizi amebadilika. Alikuwa mbaya ndio, lakini saizi amefanya nini? Amebadilika, amekuwa mzuri, mpokee. Tumeelewana vizuri? So hiyo barua, huyo kijana